Amen. Leo tuna ujumbe wetu ambao Baba aliuanzisha tangu siku ya Jumapili. Na tutakuwa na mafundisho haya kwa muda ambapo Roho Mtakatifu atakaposema hapo imetosha. Lengo la mafundisho haya ni kukujenga na kukufanya kuwa mtu usio wa kawaida. Haleluya. Tunaenda kuendelea kuangalia kwamba somo letu linahusiana nguvu ya Roho Mtakatifu. Unaweza ukaandika nguvu ya Roho Mtakatifu. Ukimaliza kuandika sema amen. Alafu unaweza ukarudia ukamwambia jirani yako nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Basi funika macho yako niombe kama umemaliza kuandika. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, asante kwa ajili tena ya wakati huu. Wewe ndiye mwalimu wetu unayetufundisha ili tupate faida. Na kuhitaji Roho Mtakatifu ukapate kutufundisha. Wewe mwenyewe ukatujenge tena kwa upya, ukatuishe kwa upya. Kupitia somo hili likawe msaada ndani ya maisha yetu. Hata mimi mtumwa wako najishusha chini ya miguu yako na kuomba Roho Mtakatifu mwenyewe ukawende kiongozi, ukaniongoze kusema na kila mmoja. Ni katika jina la Yesu sema amen. Haleluya. Tunaenda kuangalia ujumbe unasema nguvu ya Roho Mtakatifu. Tangu Jumapili Baba alianza na ujumbe huu, lakini hata leo akawa amesema tuendelee na ujumbe kwa jinsi Roho Mtakatifu ambavyo anahitaji. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Ni nafsi ya tatu ya Mungu, Roho Mtakatifu. Tunapotaja Roho Mtakatifu tunamtaja Mungu moja kwa moja. Tunapomtaja Roho Mtakatifu tunakuwa tumemtaja Mungu moja kwa moja. Katika maisha ya Ukristo, kitu kinachoitakiwa kuliko vitu vingine vyote ni Roho Mtakatifu. Maana pasipo Roho Mtakatifu sisi hatuwezi kufanya chochote. Ndio maana tunajifunza somo hili kwa kipindi hiki, kwamba ni kwa nini Mungu anaamua kuleta ujumbe kama huu. Unaweza ukawa umeisha usikia mara nyingi, lakini kila kitu kinakuja kwa wakati na majira. Ndio maana naomba unisikilize sana vizuri mno, na Roho Mtakatifu mwenyewe aweze kukufundisha. Wengi anaweza akasema mimi nilishajazwa Roho Mtakatifu. Anaweza akasema mimi ninanena kwa lugha. Hiyo sio sababu ya kuenda kuomba kweli bado Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Roho Mtakatifu anaweza akaondoka kwa mtu. Anaweza akaondoka kwa mtu, na tutaangalia kwamba anawezaje kuondoka Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapoangalia somo kama hili unatakiwa kutulia sana, utulivu wa hali ya juu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu, nimetangulia kuongea. Katika maisha yako ya Mkristo tunayoishi, kitu anachotakiwa kuomba usiku na mchana na kukitamani muda wote ni Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu, kanisa la sasa walio wengi wamepuuzia kitu kinaitwa Roho Mtakatifu. Walio wengi wamemwacha Roho Mtakatifu. Walio wengi wamechukulia ni kitu cha kawaida, kama hakina maana katika maisha yetu. Lakini kwambie hakuna kitu kinatakiwa kwa Mkristo
kama nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Ndio maana lazima uelewe umuhimu wa Roho Mtakatifu. Umuhimu wa Roho Mtakatifu. Unaweza ukaandika umuhimu wa Roho Mtakatifu. Umuhimu wa Roho Mtakatifu. Tunaweza tukaangalia hata wakati wa Yesu akiwa na wanafunzi wake. Yesu alielewa kabisa umuhimu wa Roho Mtakatifu. Wakati yupo na wanafunzi wake, maandiko yanasema amekaa nao, lakini kipindi hicho walikuwa bado hawajajazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana wengi walifanya vituko kama ninavyofanya mimi na wewe. Walifanya vituko. Maandiko yanasema wako naye, lakini bado wengine hawaelewi, yani hawajui. Walifika wakati wanakata tamaa, wakafika wakati wakawa wanaongea ovyo, wakafika wakati, ndio maana unaona mmoja aliamua kamuuza Yesu. Alimuuza Yesu mmoja. Lakini mmoja alimkana Yesu. Petro alimkana nani? Yesu alimkana kabisa. Akasema huyu mtu sifanyiji, simjui. Huyu mtu simjui mimi, simfahamu huyu mtu. Wanasema wewe, mbona hata kuongea unaongea kama nani? Kama Yesu. Wanasema hamna, huyu hapa hata kutembea anatembea kama nani? Kama Yesu. Akasema hapana, mimi huyu mtu sifanyiji, simjui. Petro ambaye kivuli chake kilikuwa kinaponya, huyo kabla hajajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu alikuwa anafanya vituko vingi sana Petro, kwa sababu hakuwa na nguvu ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema mpaka Yesu anaondoka akawaambia msiondoke hapa mpaka mmejazwa nguvu ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na ule mstari wa 2. Matendo ya Mitume sura ya 2, kama kuna mtu yuko tayari kutusomea anaweza akatusomea. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na ule mstari wa 2 pale. Matendo ya Mitume 2:2. Tumepata wote, tuhakishe kila mtu amepata. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 2. Ngoja kwanza. Pale kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 unaweza kuanzia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Endelea. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowawakia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingi kama Roho alivyowajalia kufanyaje? Kutamka. Maandiko yanasema hao wanafunzi walikuwa wamekaa mahali. Yesu amwambia mkae hapo, msiondoke mpaka mjazwe nguvu ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Na hiyo siku ya Pentekoste ilikuwa ni siku ya Jumapili kama leo. Na mimi nakwambia leo, kabla hujatoka hapa, Roho Mtakatifu afurike ndani yako isivyo ya kawaida kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema wakati wamekaa, Roho Mtakatifu akashuka kama upepo. Alivyowashukia wanafunzi wake, kila mmoja akaanza kuongea kwa jinsi Roho Mtakatifu alivyomjalia kunena. Maandiko yanasema walipotoka hapo, wale watu hawakuwa wa kawaida. Hao waliomkana Yesu, huyo Petro aliyemkana Yesu. Lakini walipotoka hapo, hawakuangalia mawimbi,
Hawakuangalia wanasema nini juu yao, hawakuangalia kuna kitu gani. Wamekamatwa, wameweka gerezani, bado wanaendelea kuhubiri Injili. Kwa sababu gani? Walikuwa tayari wameishajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mtu aliyejazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu huwa haogopi mawimbi ya aina yoyote. Wakapata ujasiri usiokuwa wa kawaida, wakajazwa nguvu ya Mtakatifu, wakapata ujasiri usiokuwa wa kawaida. Kwenye maisha, ukiona una hofu isiyo ya kawaida, ukiona unaogopa sana, unaogopa vitu ambavyo hata havina maana kuviogopa, ujue kuna kitu ambacho kimepungua ndani yako. Ujue kuna kitu ambacho tayari akipo ambacho unakihitaji. Na ukiona unasinzia ibadani, hebu mkoe kwenzi anayesinzia na tunafundisha. Mwamishe, mwambie acha kuturoga. Haleluya. Utalishwa nyama na wakati uko ibadani, si ndio mwanangu? Usikubali kwa jina la Yesu. Haleluya. Wanasema upepo ulishuka. Roho Mtakatifu alishuka kama upepo, akawajaza wale wote wanafunzi waliokuwa mle. Wakati huo wakaanza kuongea kwa lugha mpya, kila mmoja akaanza kunena kwa lugha mpya. Akaanza kunena kwa lugha mpya. Sema, Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu kwa upya. Sema, Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu, nijaze nguvu yako, nguvu kwa upya ikafurike ndani yangu kwa jina la Yesu. Ni tayari. Haleluya. Anasema Roho Mtakatifu alivyoshuka juu yao, kila mmoja alianza kuongea kwa lugha ya jinsi Roho Mtakatifu alivyomjalia kuongea. Safari yako ya wokovu unamhitaji Roho Mtakatifu sana. Maisha yako unayoishi unamhitaji Roho Mtakatifu sana. Roho Mtakatifu ana umuhimu sana kwenye maisha yetu. Ni wa muhimu sana kuliko kama jinsi unavyofanyaje, unavyofikiria. Soma kitabu cha Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 16. Yohana sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 16. Yohana 14 kuanzia mstari ule wa 16. Yohana 14:16. Inasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli. Haleluya. Ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa hawamuoni. Hata ukiishia hapo kwanza, tunaona maandiko. Yesu wakati anaagana wanafunzi wake, aliona wale wanaoweza kumkana akiwepo. Aliona wale, unaona kipindi hicho Yesu alipoondoka, kabla hajarudi tena mara ya pili, unaona pale mpaka Petro akaondoka, akaona hapa sasa ya maisha ni magumu. Akaangalia akasema, sasa hapa mimi familia yangu itakula nini? Nitakaa hapa kila siku na msubiri mtu ambaye hayupo. Maandiko yanasema akaondoka, akarudi kuvua nini? Samaki. Yesu aliporudi akamfuata, akamrudisha tena. Akaona hawa watu bila Roho Mtakatifu, akasema nitamuomba Baba, naye atawaletea msaidizi ambaye ndiyo nani? Roho Mtakatifu. Akasema atawaletea msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu.
Ukiona mtu anapinga nguvu ya Roho Mtakatifu, ujue ana shida kubwa sana. Ujue ana tatizo kubwa sana. Hakuna maisha ya Ukristo bila Roho Mtakatifu. Hakuna maisha yote ya Ukristo bila kuwa na nguvu ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Unaweza ukaangalia watu wa dunia wako tayari kutafuta nguvu kwa gharama yoyote ile. Kuna mchawi mmoja aliokoka akawa anatubu. Anasema sisi ili upandishwe cheo fulani, upate nguvu kubwa, unatakiwa kufunga siku 300. Wewe siku 21 uwezi. Zikitangazwa unaanza mchawi anafunga siku ngapi? 300. Kana anasema mpaka ufunge siku 300. Lakini kwa nini anafunga siku 300? Anafunga siku 300 ili kutafuta nini? Nguvu ya upande wa pili. Anasema wanafunga siku 300. Mwaka mmoja kasoro wanafunga siku 300. Anasema ukimaliza zile siku 300, ukitoka huko unapandishwa cheo, unakuwa sio wa kawaida kwenye ulimwengu wao. Wako tayari kufanya chochote ili wapate nguvu. Ili wapate nguvu. Nakumbuka kuna siku moja nilikutana na mchungaji mmoja wa hapa Bariadi. Tukakutana mahali, tukawa tunabadilishana mawazo. Ni baba mmoja mchungaji, unamfahamu hata wewe, ila sio kazi ya kumtaja. Akawa anaongea, akasimulia yeye ni mgeni katika mkoa huu, sio wa hapa. Yule mchungaji ni mgeni, lakini ana kanisa hapa Bariadi, ila ameoa mtu wa hapa. Tukawa tunaongea, tunabadilishana mawazo. Alikuwa ni mimi, nilikuwa na katibu wetu na baba. Akawa anasema, sikiliza nikwambie. Sasa nataka nikwambie mama mchungaji, kuna kitu cha ajabu. Nikamwambia Akasema mimi wakati niko hapa nikapata wazo kwamba nilime shamba la nini? La mahindi. Akasema akavuna magunia kama 50 hivi. Alivyovuna magunia 50, akanunua mengine 50. Alikuwa akanunua mengine akafika magunia 120. Akayaweka kwenye store, akayatunza, lakini akawa na wazo la kwamba anataka aanze biashara ya kununua nafaka na kufanyaje? Na kuuza. Akanunua, ameweka, amefika magunia 120. Anasema usiku amelala yule mchungaji. Anasema wakati siku hiyo ni Jumamosi, yuko kanisani kwenye maombi, ameomba, amemaliza, amelala. Sasa wakati yuko kwenye usingizi, akaletewa maono. Akasema akaona mtu mmoja hapa Simiyu anamtokea kwenye ndoto. Akamwambia, sikiliza, hapa kwenye mkoa wetu ili ufanikiwe lazima ukubali kuwa na nguvu na kujua hiyo nguvu tunaipataje. Fuata utaratibu wetu. Mchungaji anatokewa kwenye ndoto. Akasema nikamwambia mimi nina Yesu. Akasema wewe acha kunidanganya, mpaka uwe na nguvu ya Mchungaji akasema nikasimama. Wakati amesimama, yule ndugu akaingia kwenye store, kuna sehemu ka chumba hivi. Akaingia mle, akaitoa lijitu fulani liko linafanya hivi, mtu ila linatetemeka, akalisimamisha hapa. Akasema akachukua mkuki. Akasema siri ya kufanikiwa kwenye mkoa huu, hebu unaiona? Akalichoma lile lidude, likafanyaje? Likaanguka chini, likamwaga damu. Akasema siri ya kufanikiwa kwenye mkoa huu lazima umwage nini? Yule mchungaji akasema nikashtuka. Nikasema ya maono ninaota au ni nini? Sema Roho Mtakatifu akaanza kunifundisha, akasema hii ndio siri ya mkoa wapi? Wa hapa.
Akasema shindwe. Asema asubuhi tukaingia ibadani. Ameongoza ibada yule mtumishi, ibada imeisha. Wakati wako kanisani ikanyesha mvua isiyo ya kawaida. Mahindi yako kwenye store pamezibwa, lakini mahindi yote yalilowana. Anasema amefika nyumbani, anakuta mahindi yote yamelowana, mvua kubwa imepitaje? Haijulikani. Baada ya siku 2 mahindi yote yakaoza. Sema yakaoza. Akasema mahindi yote yakaoza. Akaniambia, mama mchungaji, hii simiu nimeinyoshia nini mikono? Anamwambia, hili ufanikiwe, kanuni ni kumwaga nini? Yaani wako tayari